Ndugu mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa vipindi vyetu, tunakukaribisha tena katika siku nyingine ya pili katika mfululizo wa maombi ya siku 10. Jana tulikuwa na somo zuri sana ambalo liliongelea kitu kimoja ambacho napenda nikukumbushe: mjue Yesu kama mwokozi wetu aliye hai, na tukaona jinsi ambavyo tunavutwa kufungamanishwa pamoja na huyu Yesu aliye hai. Lakini leo kuna somo zuri lingine linalotuambia fungamanisho pamoja na vipaumbele vya umilele. Unajua, katika maisha haya watu tuna vipaumbele tofauti tofauti. Hata nikikuuliza wewe, kipaumbele chako leo ni nini? Inaweza ikawa ni maisha, ikawa ni mafanikio, inaweza ikawa ni elimu, inaweza ikawa ni afya. Lakini Yesu anapowaambia wanafunzi wake, anawakumbusha tu kwamba ili kuweka vipaumbele viweze kuwa sahihi, anawaambia kwamba tafuteni kwanza ufalme wangu na haki yangu, na hayo mengine yote mtazidishiwa. Siku ya leo, katika maombi ya leo, Mungu anatamani aweze kufungamanisha pamoja na kipaumbele hiki cha umuhimu sana, ambacho ni kipaumbele cha umilele. Na kwa hiyo mwito wa leo ni kwamba pamoja na vipaumbele vyako ulivyoviweka, lakini cha kwanza anasema hebu mweke yeye kwanza, na hatimaye hayo mengine yote utafanikishwa. Na ndiyo maana anasema kufunguliwa kuna maanisha ufunguliwe katika namna ambayo utaona vipaumbele vyako viko sahihi. Siku ya leo, fungua moyo wako, kuwa tayari kuweza kufungamanishwa pamoja na ombi hili, ili kwamba Mungu aweze kutendea mambo makuu katika mwaka huu. Ni tumaini langu kwamba utaendelea kubarikiwa, na unapofanya maamuzi hayo ya kufanya vipaumbele vyako viwe sahihi, Mungu anaahidi kuwa pamoja na wewe, kwa sababu anasema waliomfuata yeye hata waacha kamwe au hata watupa kamwe, lakini watabaki wakimwamini yeye, na yeye akiwa ni kiongozi wao. Siku ya leo ni siku nyingine tena ambayo tunaitwa tuweke vipaumbele vyetu viweze kuwa sahihi. Mungu na kubariki, Mungu na kufanikisha, uweke vipaumbele vyako sahihi, na hilo ndilo ombi langu katika jina la Yesu. Amen.